nikuga na girlfriend wangu mmoja. Mpaka leo kwanza namkubali. Kumkubali sio kama nampenda, ni mtu ambaye alikuwa na mimi kipindi ambacho nilikuwa sina kitu. Kwa hata kama tushaikuachana, bado nathamini mchango wake. Kipindi hicho alikuwa na sehemu ya kukaa amepanga mwenyewe, mimi sina. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho nilikuwa naenda naweza nikakaa kwa wiki mbili. Hiyo ni hifadhi moja kubwa sana. Kwa hiyo kuna kipindi sasa ikatokea amecheat. Amecheat na nini, akapata mpaka ujauzito ambao sio wa kwangu, lakini mimi feedback ambayo nilipata ni kwamba anaumwa sana, tumbo la msumbua. Kwa mimi nikawa na take care, lakini kwa nini tumbo mbona kama namna gani, vipi aliishi kwa kwenye kufukunywa ndio kunoba naye, kumbe alikuwa na ujauzito na hata kuniambia akatoa kimya. Kwa mimi wakati namtibu tumbo, ilikuwa sio tumbo la kawaida, ilikuwa ni hiyo issue. Kwa hiyo kipindi Kiredio anaishi kwa girlfriend wake, yeye hakuwa na kitu, na maana na geto halikuwa lake. Mwisho wa siku girlfriend wake akabeba ujauzito, na ujauzito mwenyewe si wa Kiredio. Sasa automatically ina maana kwamba aliyembebesha mimba ndiye alikuwa analipa kodi ya nyumba. Sasa unajifunza nini? Kijana wa kiume yoyote yule nisikilize sasa hivi, usiingie katika mahusiano kama huna maisha. Nikisema kuwa na maisha simaanishi uwe na gari zimepanga pale nje, uwe umejenga, una nyumba, unaona, simaanishi hicho. Nachokimaanisha kuwa na maisha, na maanisha uwe na uwezo wa kujihudumia wewe na kumhudumia yule ambaye umemkaribisha katika maisha yako. Zaidi ya hapo utakuja kulea matatizo yake, kama mlivyoona kwa Kiredio. Kaanza kulea ugonjwa wa mimba ambaye hausiki kwa namna moja ama nyingine. Umeona?